Wakati wangu umefika, imenipasa sasa kwenda kaburini. Mwenye uhai ameniita, erukaga na aga dunia buriani. Kwa heri ya kuonana. Bwana Bwana, uliyetuumba kwa mfano wako tukafanane na wewe. Tunakushukuru Baba kwa sababu ya siku ya leo na yote yaliyokuwa yakipangwa, Mungu ukatusababisha tukafanikiwa. Tunakushukuru tena kwa sababu ya wakati huu tunapoenda kuondoka tena katika mahali hapa. Tunaomba ulinzi katika safari. Mungu, hata magari yetu tutakayoyatumia, waachilie Kristo mlinzi wako, maana Biblia inasema kwamba usipolinda yeye anayelinda anafanya kazi ya bure, na usipojenga yeye anayejenga anafanya kazi ya bure. Baba, tumechachilia kwako yule atakayetumia pikipiki mikononi mwako, yule watu wanaenda kubeba huu mwili Kristo kuweka katika gari mikononi mwako. Tunaomba Yesu achilie ule uchanzi, kwa sababu tunajua hii kila mmoja wetu ni njia, lakini Kristo tunachokiomba ni amani katikati yetu na ulinzi wako kubaki kutawala. Tusaidie, maana wewe ni Mungu, katika jina la Yesu tunaomba. Tunapotokwa na mwenzetu buriani, ndugu zangu, ninajua kwamba ninawaachia majonzi, lakini hii ni safari ya wote. Hata ninyi mutaipitia. Sasa kaburi lipo kwa ajili yangu, na kimwana ndani kimewekwa kwa ajili yangu. Kwa herini ndugu zangu, kwa herini rafiki zangu, kwa herini wazazi wangu. Nafikiri sasa sanduku linasogezwa karibu na kaburi. Mchungaji anasema, lete udongo kidogo kwenye bakuli kwa ajili ya kufanya ishara ya kusindikiza marehemu. Uliumbwa kwa udongo, mavumbini unarudi. Hiyo ndio mwisho wa historia yako. Kwa heri ndugu yetu. Mwisho wa historia ya mwanadamu ni kifo. Hata angelifanya mjanja namna gani, hata angelikuwa tajiri sana au maskini sana, hata angelikuwa msomi wa namna gani au asiyesoma, mwisho wa ujanja wake ni kifo. Ninachoomba, ninawaacha duniani, ninapokewa na watu nisiowafahamu. Malaika wa mbingu ananipokea sasa. Ninakwenda kuishi na watu ambao sikuwazoea. Ninaomba kazaneni kumcha Mungu aliye hai. Kwa heri, 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 kwa heri ndugu zangu, kwa heri yako nana. Ni kweli naumiza sana. Maisha yetu, makutano ya wana, yanakuwa kama ni ya kuishi milele duniani. Kiama, kumbe tunapita, tuonane siku ya Kiama, ambapo kila mtu atamwona mwenzake. Lakini ni katika matendo gani? Tuonane paradiso. Maana watakatifu katika njia ya uzima, makutano ya wana, na wenye dhambi katika njia ya mauti. Nipenda wanadamu wote tuonane patakatifu. Kwa herini ndugu.
zangu na marafiki zangu. Haleluya. Safari ya kifo lazima uipitie, ndio maisha ya mwanadamu. Safari ya kifo lazima uipitie, ni mavumbi sisi. Jeneza hili lilonibeba na wewe litakubeba, kimwanadamu nilichowekwa na wewe utajengewa. Mavumbini urudi tu, tumeazimwa uhai tutumie kwa muda, tumeazimwa uhai tutumie kwa muda. Safari ya kifo lazima uipitie mama, safari ya kifo lazima ikuchukue. Jeneza hili lilonibeba na wewe litakubeba, kimwanadamu nilichowekwa na wewe utawekwa, tumeazimwa uhai tutumie kwa muda, tumeazimwa uhai tutumie kwa muda. Wenye pesa au maskini lazima utapitiwa tu, msomi na asiyesoma lazima wapitiwe. Wenye pesa au maskini lazima utapitiwa tu, msomi na asiyesoma lazima kupitiwa, tumeazimwa uhai utumie kwa muda, tumeazimwa uhai tutumie kwa muda. Kama mwonavyo jani linavyochanua na kunyauka, kama mwonavyo jani linavyochanua na kunyauka, hivyo maisha ya mwanadamu duniani yalivyo, ndivyo maisha ya mwanadamu duniani yalivyo. Kwa heri, kwa heri, shikeni neno, shikeni neno, tunapita, tunapita tumavumbi. Naomba msimame ili tuweze kuchukua nafasi hii kwa ajili ya maombi haya maalum. Naomba tusimame. Tuombe. Mungu wetu wa neema, asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya siku hii, maana unasema ya kwamba Mungu tukushukuru kwa kila hatua na kwa kila jambo. Tunapoanza tunakuhitaji Kristo wa amani, amani ya kupitayo amani sote Bwana, iwe katikati yetu, tuongoze na mfariji wa karibu. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu utakuwa pamoja nasi, utatufariji. Asante Roho waweza, maana utakuwa juu ya kila mmoja. Naomba Roho Mtakatifu mfariji mwema kwa kila mmoja. Ninakushukuru Mungu wa mbinguni kwa yote yatakayotendeka. Wacha wingu lako utukufu liwe juu yetu. Tunasimama kinyume Wanadamu, lakini hata hivyo kumbuka ni kila mmoja
Hii ndio safari ya pekee ambayo sisi zote tunaitarajia maishani mwetu, na hakuna atakayeepuka. Kwa hivyo ni jambo la kujipa moyo wakati kama huu. Napenda mchukue faraja zetu kwa kanisa na kwa wachungaji kwa jumla, hata kwa jamii. Mungu wetu atie nguvu. Nitachukua nafasi hii kwa ajili ya kuwa mfupi, maana ni ibada fupi tu, kuleta mtu mmoja tu ndani ya kanisa la Kigobora ili aweze kusema, maana tuna nafasi ya ushuhuda. Pole sana kwa kanisa letu. Hapa ndipo mchungaji alipokuwa akihudumu, ikiwa chini yake kama mwenyekiti wa maendeleo. Mkiangalia kanisa hili, mchungaji amekuja kama imejengwa tu kosi mbili kama tatu. Kwa ndani ya miaka 5 ambayo amekuwa hapa, ameweza kufikisha kanisa hili mahali ambapo lipo. So jambo lingine la huzuni ambao sasa hata ametuacha, mkiangalia hapa mbele kuna hizi taisi box 20. Hii ni vitu ambayo yeye ameleta kwa ajili ya kuendeleza kanisa hili. So kwa yote hatu tunasalia pia kanisa si yote. Gari ambao limebeba watu wa kanisa wote, asilimia kanisa kubwa, na gari lilishikwa, lilikuwa polisi ndio tulikuwa tunashughulikia, lakini sasa hivi imetoka imekuja. Ni tuseme tu pole jamani, hatukuwa kwa makusudi yetu mwili wa mchungaji wetu kufika kama washirika wote hawapo, lakini tuseme tu acha Mungu atangulie. Gari ilikuwa na makosa kubwa, lakini iko njiani itakuja, tutakutana na wao. So niseme tu jamani, poleni sana pia kwa kanisa letu, ushirika wetu, wachungaji wetu na kijiji kwa ujumla na majirani. So mtuombe tu sana jamani. Mchungaji huyu tumepoteza kiumbe cha maana. Huyu alikuwa na maono mengi, hata mimi amenipata hapa kama sina hata lolote, lakini alinifunza jinsi ya kutunza pesa ya kanisa shilingi 100,000 wakati mimi sikuwa hata na kazi. Huyu ndio amenijenga tukafanya kazi hapa. Hii mambo yote tumeifanya kwa miaka michache, lakini mimi ameniacha kama yatima. Sasa nimelia sana na amekuwa rafiki wangu wa karibu sana. Mambo yake ni mbali tumeweza kufanya pa ambaye yuko sawa kanisa kanisa letu. Mchungaji wetu ametuacha, alikuwa kama baba yetu, amenikuza kapelekea na msichana, nikatuza na mtoto mchanga akamkuza mpaka mnyonyesha. Jamani, anamwacha wapi Joshua? Ananiacha jangwani jamani. Walikiwa nimeambia huyo ni baba yangu na ni ndugu yangu. Aliniambia mama, mema jitie moyo, mtoto atakuwa na mtoto ananyonyesha mpaka amekuwa ananinunulia mboga. Pole sana. Pole sana kanisa kwa jumla. Inaamini kila mtu. Inabidi tu tujikase wapendwa. Inabidi tu tujitoe kwa wakati huu. Naamini Mungu ni pamoja nasi. Kwa wale ambao wanaweza kusema, sitasema kwamba kanisa lote liongee kwa niaba ya kanisa hao waliotuwakilisha. Nitaomba tena nisonge mbele kwa sababu ya ratiba iliyo mbele yetu. Na hivyo napenda nichukue nafasi hii nimlete mtumishi wa Mungu ili aweze kuleta neno kwa ajili ya faraja. Baadaye tutaruhusu tena msafara. Tutaomba wakati uko hapa na tunakaribisha neno kwa ufupi. Tuombe. Mtakatifu watakatifu, Bwana wa majeshi, Mungu wetu wa Israeli, ni asante, jina lako libarikiwe. Ni asante na jina lako liinuliwe. Umetenda mambo makuu, wacha upewe sifa na uinuliwe. Asante Bwana, asante Mungu wa Israeli. Asante ni kwa ajili ya neno lako ambalo inaenda kuletwa na mtumishi wako. Baba, ukabariki na ukatakasa kinywa chake, ukamtumie kama chombo ambacho umeandaa kwa wakati huu. Na katika jina la Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa niaba yangu na familia napenda kutoa pole zangu ama pole zetu kwa ajili ya familia ya mzee marehemu Kirovasi Mutongori, marafiki kanisa, wachungaji na kila mmoja wetu aliyeko hapa. Nasema poleni sana. Kwa sababu hili lishafanyika, ni kwamba
tunahitaji kujua ya kwamba maisha ni safari, na kwa sababu ni safari, kila mtu Mungu amempangia kivyake. Bernard nimemjua kwa sababu katika familia yao tunaweza kufuatilia ukoo wetu, na wao ni watu ambao wamepata kuoana. Kama utavumilia kusikiliza, najua ni machungu, najua ni hali ya huzuni, lakini kwa sababu ya hiyo neno la Mungu linatupatia faraja ili kujenga matumaini yetu. Maana hata kama Bernard amelala, bado Yesu hajatuita, bado tutaendelea na maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo niseme kwamba kitabu hiki cha Mhubiri sura ni ya 8, na pale kuna mistari hapa mitatu hivi. Tutaangalia hiyo sura ya 8 Mhubiri, na pale tutaanzia mstari ule wa 7, wa 8 na 9. Kwa hivyo habari ambayo iko hapa, nataka tu jiulize wewe mwenyewe ya kwamba kuna vita. Amen. Kuna vita. Kuna vita ambavyo hatuwezi kuepuka. Kuna vita hatuwezi kuepuka. Pamoja na kwamba kuna aina za vita, na pamoja na kwamba kuna watu wamefundishwa namna ya kupigana vita, utawakuta hata miongoni wetu, utawakuta wale ambao wamefundishwa kabisa mambo na vita, wanatumainia kwamba watapigana vita ili wapate kushinda. Na pia wanaweza kufundishwa namna ya kukwepa vita ili wasipate madhara tusivyoweza kuviepuka. Na hivi vita vimekuja kukabiliana nasi katika maisha yetu. Maana unapofikiria, unaweza kuwakuta wanadamu ni wengi tu, walishawahi kuzaliwa, mkakuwa na wao, wengine mkasoma na wao, wengine mkafanya kazi na wao, lakini unapogeuka na kuangalia hawaoni, wakashaondoka katika ulimwengu na wewe umebaki. Vita hivi haviwezi kujua, havikutambui kama wewe ni mpiganaji wa vita, hata kama unatumia mizinga ya aina gani. Havikutambui hata kama uko na elimu kiasi gani. Havikutambui hata kama uko na utajiri kiasi gani. Havikutambui hata kama uko na wingi wa watu kiasi gani. Havikutambui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo iwapo basi kama kuna vita, tunahitaji kujiandaa. Na kwa sababu ya kujiandaa ni kutayarisha maisha yetu, ili kwamba tukasarende maisha yetu katika yule muumba wetu ambaye ni Mungu, na kwa njia ya Mungu huyo akemu ya kuingia katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaweza kulia maana mpendwa ametuacha. Tunaweza kulia maana ametusaidia. Tunaweza kulia maana amekuwa mhudumu mzuri, lakini ni kwamba kuna vita tusivyoweza kuviepuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hebu kama unaweza geuka tu kamuone mwenzako ambaye tu uso. Mwangalie tu, hata kiweza mshike mkono tu. Amen. Mwambie tu kwamba kuna vita tusivyoweza kuviepuka. Na hivi vita ni kifo. Kifo ni aina ya vita ambavyo vinatukabili, na tumejaribu, watu wamejaribu, serikali imejaribu, hata wakulima wamejaribu, hata daktari wamejaribu, na hata wapiganaji wa vita wamejaribu, lakini hivi vita vya kifo hakuna awezaye kuvikwepa. Yasema kwamba kwa kuwa hujui yatakayokuwako, kwa maana ni nani awezaye kumweleza jinsi yatakavyokuwa? Ni swali tu kama liko hapo, ya kwamba hakuna ajuaye yatakayokuwa, na vile vile hatungeweza kujua kama muda kama huu tungeweza kuwepo katika hali ya kilio kwa ajili yake. Kwa sababu ya hiyo yauliza kwamba ni nani awezaye kumweleza yule ambaye anasikiliza yeye uzoea. Amen. Kwa hiyo ndugu wapendwa,
kuna mambo tu nikujulishe hapa ya kwamba ya kesho hatuyajui na yatakayotendeka baada ya hapa hatuyajui, lakini safari ya Bernard imekamilika. Na ukirejelea background yake, bila shaka amezaliwa, akalelewa, akakuzwa na akafahamishwa, akajiingiza labda katika maisha ya maamuzi, lakini dakika za mwisho akaona ya dunia hayafai, akasalenda maisha kwa Yesu. Sema amen. Na kwa namna hiyo basi Biblia inatuambia hapa kwamba hakuna aliye na uwezo wa kuzuia pumzi isimtoke. Hata wewe pumzi unayo, inaweza kutoka kama umekaa tu hivi. Ni hali ambayo ni sintofahamu, ambayo inatuonesha kwamba kuna vita tusivyovikwepa, nayo vita ni kifo. Kifo hawezi kukwepa, ndugu mpendwa. Amen. Wanaweza badilisha tu mwili. Unawakuta watu asubuhi ni weusi, lakini kufika jioni ni brown ya papai. Unaona? Unaweza kuwakuta watu asubuhi ni watu tu hapa, lakini kufika jioni wamefura kama ndazi. Nasema kwamba hatuna uwezo wa kuzuia. Hatuna uwezo wa kuzuia. Na baada ya hapo kifo kinakuja tu, kinatupokonya wapendwa. Tunapigana vita hivi, lakini kifo kinatupokonya. Unaona, nimekuisha kwambia kuna watu utawakuta wamefundishwa mambo na vita. Wakiona penye inakuja wanaweza kukwepa, wanaweza kupounce, wanaweza kuipanchi, lakini hili nao hata awe mpiganaji wa vita kiasi gani hawezi kulikwepa. Amen. Ya kwamba kama angelikuwa ni mimi, angelikuwa ni wewe, basi mambo haya yalipompata Bernard, yeye Bernard akajua mapema kwamba Yesu ni njia, akasalenda maisha kwake. Je, wewe nafasi ulio nayo yabiga mpaka oserabangi yabiga mpaka wakambiga kakateraike, lakini ili heleno liure tuita na leno terena unkagare kugote ganesa kilibute. Kwa sababu hii inatufahamisha kwamba mpaka tuitegera kupapata chole. Wewe utalia tu, lakini Bernard ashakamilisha njia ya ushindi. Basi tumpatie Yesu maisha. Biblia inasema kwamba hakuna awezaye kuzuia roho isimtoke. Pia hakuna mtu aliye na mamlaka ya kuzuia kifo asikufe. Unaona? Alafu nyingine anasema kwamba hakuna atakaye ponyoka vita hivi. Kwa hivyo hizi vita zipo, na kwa sababu vita zipo, tunahitaji kujisarenda, kupeana sarenda, yani tusarende maisha yetu kwa mwenyewe, mwenye uwezo naye ni Mungu. Basi tujue kwamba hatutavikwepa, na kwa sababu hatutavikwepa, there is a way ya kwamba ni kugeuka tu kumpatia Yesu maisha. Na Biblia inasema katika Yohana 14 pale mstari wa 6, Yesu akasema kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Tunapomwamini tuna tarajio la uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hili haijalishi kiwango ulicho nacho cha utajiri cha pesa yako, badala yake mgeukie Yesu tu, alafu mambo mengine Yesu atayajaza. Sema amen. Kwa hivyo nisikuchoshe, naomba tusimame. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Simama tu, alafu jipe tu. Maana Mungu wetu yabadilisha mambo. Maana Mungu wetu yokutazama. Maana Mungu wetu yokujua, katika jina la Yesu. Baba, ni asante Mungu wetu. Libarikiwe jina lako kwa kuwa ya muda mfupi huu ambao umetuweka ndani ya hekalu hili kwa ajili ya mwili wa Bernard Marwa ambaye amekuwa mtumishi wako kwa miaka hiyo yote ambayo amekuwepo. Baba, ulimjua, na kabla misingi ya dunia Kristo kuwekwa ulimfahamu, na baada hapo ulimuita katika huduma hii. Mahali pale pote ambapo ameweza kufanya, Kristo wewe ulijua, na pia ulifahamisha maisha, na pia ulisababisha, Mungu wa majeshi, watu wengi kupokea neno lako kwa ajili yake. Na hata hivyo tulivyo hapa Mungu,
sisi twasindikiza tu mwili wake kwa ajili ya kukamilisha. Na mbele zako Mungu kuna wapendwa wamejawa na huzuni nyingi kwa sababu ya mpendwa aliyetuacha. Na Baba, nawaweka mikononi mwako. Iwapo basi kuna mmoja yule ambao umemkusudia katika uzima huu ya kwamba vita hivi hatuwezi kuviepuka, badala yake tukisarenda maisha kwako tuna ushindi, Baba, na mkabidhi mikononi mwako yule mama aliyeweza kuweka imani yake mahali hapa. Twakabidhi mambo hayo mikononi mwako. Badilisha maisha, patiana matumaini, patiana nafasi Baba, maana katika hili bado maisha yataendelea. Kwa hivyo tunapoondosha mwili hapa tena tukiuelekeza nyumbani kwake, Baba wa mbinguni, twakudai kwamba ukaongoze kila mmoja wetu, ukatupe uvumilivu, ukatukwepeshe na mitego mibaya, na kila usemi unaokuja kinyume nasi tunaukataa kwa jina la Yesu. Baba, lifariji kanisa la Gokebu Bora, fariji wachungaji wote, fariji familia, fariji watoto wake, fariji mke wake, na jina lako likaendelee kutukuzwa kwa sababu ya kila moja. Na tunapoenda Mungu, amani yako tuzunguke. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Sema amen. Mikononi mwako Bwana, uwe kiongozi na tuweka mwema na mwaminifu sawa sawa na kazi yako, kwa jina la Yesu tunaomba. Amen. Basi watugaji tunaweza pale, na mimi niko tayari pia tuelekee nyumbani. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hii ningependa tuweze kukaribia ili tuweze kushukuru Mungu kwa yote ambayo ameweza kutendeka. Safari zote ambazo zimeweza, Mungu amehusika tangu tulipotoka huko mochari na tumefika. Waombolezaji, ni wakati sasa wa kujitia moyo na kujitia nguvu wakati huu, maana ni wakati mgumu, lakini ningelipenda kuwasihi wakati tunapoanza sherehe hizi tuwe wavumilivu, tujipe moyo
Mungu wetu ni mfariji wa kweli, atakuwa upande wetu na wala hatatuacha. Upande wetu Mungu hatatuacha, atatupigania. Kwa hivyo ndio maana nachukua nafasi hii kusema ya kwamba tujipe nguvu, tujipe moyo, tutashinda tu. Hii ni sherehe iliyotokea ambaye hatukuipanga, lakini Mungu alikuwa ameipanga. Kwa hivyo tutaweza kukubaliana kwa jambo hili ambalo limetokea sasa. Tuweze kuchukua nafasi hii, nimuite mchungaji Nashon Nyamonge ili aweze kuomba nasi. Kule kwa Kenya, nekanga yende kila tukushambara yao, kukwira ya egasi yao tata. Nema jike kasi yao tena makosa ikangu nyorobole. Nenya no kuweto nkaga yende kubere uboro kwa bwana babanto na kile tutora mtu manene. Lakini no kwetu ni watu kwamba iki urukuni kibisira kyao. Kwa hivyo mpira ya umusiba urukora gutokende kumutumisha ono, no kunda sabayiga utoreke no jiguru, ukomufali cyumuya, ukomufali cyurugore tomulembe. Kwa hivyo kuweto nkambandi kabono, sasa tore watanga ikinyagi kino kwansira bono, ngukorale kandi no kukotange na boito mbako muhijyo. Yani kulingana na mapenzi yako Baba. Tunakupa sifa kwa ajili Baba, umetutoa safarini, umetutoa mahali, umetutoa kutoka Macheli, tumeenda kanisani, tumerudi salama salama. Jina lako lipewe sifa. Tena tunapoenda kusikia neno lako Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatufunike na damu ya Yesu Kristo. Wacha Baba kuonekane, wacha Baba atakayesikia neno. Najua yeye hasikii, lakini wewe yeye anamaliza neno yako Baba. Sisi ambao tumesalia ndio tunasikia neno Baba. Mahali Baba tutatuonya, mahali Baba tutatuambia tutubu, Baba tukaweze kutubu. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya wema wako. Na msogeza mnenaji mikononi mwako, mfano wa ajabu. Anapoenda kunena, wacha akanene sawasawa na mapenzi yako, akanene kulingana na mapenzi yako. Asante kwa ajili Baba, naenda kutumia kama chombo cha kupaza sauti. Ni kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Amen. Haleluya! Wangapi wananiruhusu nimlete mnenaji? Haleluya! Ofasia kwanza 4:13 tutasoma mpaka tumalize hizo chapter. Lakini ujumbe wangu ni juu ya uoga, ubaba, umuvivi. Na Paulo katika hili kanisa alipokuwa akiliongoza kanisa la Wathesalonike, mbali ya ubaba, hata wanapoona maneno kama haya yametokea, ni kama watu wasiokuwa hawakuwa na matumaini. Bwana akahika hasi akareta mangana ngagano na ngongu tunagutoro umugora bogorero umojo tagambe amen. Amen. Hiyo ni Thesalonike wa kwanza 4:13 kuendelea. Lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Biblia inaomba Paulo anasema kama tebiga Paulo moito engane no Paulo moito kulichokelele wamebatizwa ubatizo moja, Roho wa Mungu moja, imani moja, tumaini moja. Sasa wanaitwa wandugu. Kama kihari sasa pastor wetu aliyelala wana Reverend wetu Michael, those are brothers because kwa sababu wamesaliwa na mzazi moja, mama na baba. Na sisi hivyo hivyo tumesaliwa kupitia kwa neno la Mungu moja. Sasa Paulo anasema hatutaki mkose kutu. Yaani tutuku tuna moja kwa manya amangana gaba kule bano bakuli. Msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Kwa limukana chakoba na machichi kama bano makaniri tengero. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, na tunakumiga Yesu Kristo na kule akalioka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu na bayobeleke bayobaraye otaigwa hano bali Biblia honturaiga panoba gukwa bali ngari Kristo tukukwa bali nkorara bali hayo bwana hayo noga teme Yesu amaboko kwa leo hata. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Wanaokufa katika Kristo hao Biblia inasema wanalala. Tulibeke Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakao
watakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao waliokufa. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Ndio neno la Bwana. Mpigie Yesu makofi mazuri. Najua sitakupatia jina langu. Naitwa Pastor Kiombo. Kwa jumuiya yetu ya Kuria mimi ni naibu wa kwanza wa ofasia wetu Nelson Maro. Alafu kuna mwingine amefuata. Mahali ambapo ninakaa ni Mabera kwa kanisa letu la Tuki Baptist. Nimeoa, nina watoto 5. Bwana ametubariki. Tunafurahia Bwana kwa sababu ya huo wokovu. Tunisaidia kusema amen. Biblia inasema Paulo baada ya kuona watu hawana matumaini, kama leo kifo kinapofika wale wamewaito kanaje kora kore renoje kora kore. Paulo alipoona haya maneno, watu wanaulizana tutaanzia wapi, tutafanya nini? Akawapa tumaini, akawaambia hatutaki mkosa kujua habari za walio kufa, maana walio lala, hajasema walio kufa, walio lala katika Kristo. Biblia inasema hao watafufuliwa kwanza, na sisi ambao tuko hai, Biblia inasema kwamba tutabadilishwa ili tumlaki Bwana hewani. Kifo kipo, na kama hata kifo kiko, kuna tumaini. Baada ya kufa kuna maisha. Kitu kinachohitajika mpendwa, wewe unaishi leo, pastor amemaliza safari yake, Mungu anajua mahali amemweka. Siku alipokatata roho yake ikatoka, hapo ndipo walimalizana na Mungu. Sasa pano tulingia huru temaji na muli waisemia, maana ukukua sio kikomo, ikahajo nusoke. Kuna maisha baada ya kufa, aidha jehanamu ama kuzimu ama mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kukupatia hilo neno, utasomea kwa wakati wako. Kisoma Luka 16 mstari wake wa 31, usome mpaka kumaliza, utayaona hayo. Kuna mtu anaitwa tajiri moja aliyekuwa ana pesa. Biblia inaposema ni tajiri. Yeye aliitwa maskini kwa sababu hata leo ngoma ndio kanisa nikatoka baraka tunaomba. Nikapa jomba patanga. Lakini ndugu yangu, wacha nikwambie, huyu baba amemaliza safari yake huyu amemaliza. And I want to thank Almighty God kwa sababu aliokoka. Kama ni kutembea, hata mimi siku moja tumechikuta na yeye Bukoba, karibu na Bukoba, tukihubiri Yesu. Bwana akifungua watu kwenye mikutano. Sasa Biblia inasema hivi, ambao walimpa Kristo maisha wakiwa hai, Biblia inasema hao watakuwa wanalala, na baada ya kulala Kristo anapokuja wataamshwa. Amen. Tunisaidia kusema amina. Amen. Waliokoka jisaidia kusema amina. Jina la Yesu libarikiwe. Waliolala katika, waliompa Kristo maisha yao, waliokabidhi maisha yao katika Kristo, Biblia inasema hao watafufuka. Pale chini memalizi kasema kwamba tutaishi pamoja na Kristo baada kushinda ulimwengu, baada kupiga vita, baada kufanywa chochote kile. Wewe hapa kama umeokoka mpendwa, hatutaki kukaa kama watu tusio na matumaini. Akiona na watu mama nyenokwe wanamjua Mungu, kaa kitete, maana kuna Mungu aliyewaita, anayeitwa Mfariji, anayeitwa Mfalme wa amani, anayeitwa
Mungu wetu yuko na sisi. So I'm here to tell this family kwamba mnamjua Mungu na Mungu, okay, baba na mama, hata Biblia inasema wanaweza kutuacha. Ndugu zetu wanaweza kutuacha, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Mungu, hawezi kutuacha. Sio, mpigie Yesu makofi mazuri. Lakini kuna Mungu wa mbinguni, haleluya, ambaye ameapa kusema hata tuacha. Hivyo jioni ya leo, don't mind this family I'm talking unto you, kwamba msiogope. Kuna Mungu aliyeweka nyota ya wokovu katika hii familia. Nyinyi msiogope, Bwana atareplace, anajua kureplace, ana njia nyingine. Biblia inasema watafunga mlango huu, lakini Bwana atafungua mwingine. Tena atakayefungua hakuna atakayefunga. Simunisaidia kusema amina. Kula muda sana, usikae kifo kisitutishe. Wewe hurumia mtu ambaye hajaokoka, maana huyu akifa mnamsahau, hamutakutana. Lakini aliyeokoka kama huyu, wacha kukaa kama mtu hauna tumaini bwana. Biblia imesema kama tunaamini kwamba Mungu alimfufua Kristo akapaa juu, hivyo hivyo sisi tulio hai tutafufuka, tafufuliwa ili tuwe na Bwana milele. Maana yake hakuna mateso tena, hakuna shida tena, hakuna kesa tena, hakuna madharau tena, maana tutakuwa na Kristo Yesu milele. Simpigie Yesu makofi mazuri. Anabana makungu mtakaliri hata makungu. Jina la Bwana libarikiwe. Tikatoka ni nyangi ya pastor Isire, maana alikuwa ameokoka. Karudi na hata turageni hata hicho hanonde bado. Simpigie Yesu makofi mazuri. Tokoma ha Yesu muri ari ngumuyo. Tamburi oyo mona wahagiga gushigora ituri. Tamuka tokoma ko mumburi ga waituri we. Tamuburi ga nani hi? Mahomo mahere nani hi? Ushora ituri. Tanyoro tara ituria. Ora cherero. Simpigie Yesu makofi mazuri. Oboheno ro hano tara ituri uningo koberande mwana wetu. Yaro monto kurarane mumahe ga buyara ayi. Aya afatali onukure tosa chekuroria trochanga. Aya heteranyo. Irukuni kibisi yake nako. So wewe uliye hapa kama haujaokoka, Biblia imesema tu wanaokufa katika Kristo watafufuka. Ina maana kuna tumaini kwao. Temanyere mbaka sasa tuna bantu banobani chinkani kweli. Na mama nyirurukutero ko manyiri gona ambire chao. Rotako manyiri gona ambi hata matoka gao na rengona. Musani wani. Taha Yesu limenyo kiringyo muharu rota chegorro goroka. Jina la Bwana libarikiwe. Unitanda wasiwasi hata kerero nenga kwa. I don't mind. Nitaenda. Salama, salama kwa Yesu, salama. Rudi kwa Yesu. Wiki mbuni hari Yesu na aringe hata kama hubuya mwe. Ekaya itu nekaya kwa sero. Ya aringe. Yesu aliatukori tukaba abantu. Na hata sio mimi peke yangu, hata na wachungaji walio hapa. Sio, mpigie Yesu makofi mazuri. Wiki tena hata sio wachungaji peke yake, hata kuna watu hapa Bwana amebadilisha maisha yao. Sio, mpigie Yesu makofi mazuri. Ongo sasa amen. Amo muntu yako gamba. Hata bara mumenye ini kanya mumanye letabu eno anayo. Hata na mrembe hata nyumba. Baba yetu katika jina la Yesu, tumekuja kwako Baba. Tukushukuru kwa sababu Biblia inasema tukushukuru kwa kila jambo. Mungu wangu wa baraka, tunakuinua kwa sababu ya hiki umekubali kipatikane hapa, ili ya kwamba tufanye hapa madhabahu na ukahubiriwe. Mungu wetu amani, asante kwa sababu ya sherehe hii. Kutoka saa hizi tunaileta mikononi mwako. Tuwafunika kila moja kwa damu ya Kristo iliyomwagika kwa sababu ya utakaso na hata kupatanisho. Mungu, hapa kuna watu hawacha kujua, kuna watu hawacha kuelewa, lakini neno limesema wanaokufa katika Kristo watafufuka kwanza, ili tukane Yesu milele. Baba, asante kwa sababu
ya hii familia, hata wote walioachwa, Mungu tunawaleta mikononi mwako. Simama na wao Bwana, kawakamie, kawafunike na damu ya Kristo mara 7. Na kutoka sasa Yesu, ninapoenda kumaliza na kusihi ya kwamba achilia amani Mungu, hata walevi wanaotembea sasa mahali hapa Baba, kama watakuta na furugu, mimi ninachokiomba, kwa sababu ni mtumishi wako, uliita Bernard akiwa mdogo na amekutumikia, kama wataleta furugu, wachanganyikiwe kabisa katika jina la Yesu. Mungu, tukafanya haya matanga kwa amani. Pia mama mchungaji moyo, na ukasimame na sisi utuhudumie. Yesu, tumeomba na hata kupokea. Pigia Yesu makofi mazuri. Si Mungu wa mbinguni awabariki. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua
jua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi. Mpendwa wangu nimwache aende. Rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima. Kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa. Na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana. Awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie. Mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana. Nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku Shujaa merara kabisa. Orenga biriga. Joshua gurra twastenge moja kumogera. Benadia sukiri. Nari kiranga liko bahancho tahiri chini. Benadi na mukungu wae. Baranda teri chini bandena jitia moyo mama nema. Mama mchungaji na wewe ujitie moyo ulipo. Ulikuna niambia jitia moyo. Nikajitia moyo. Joshua amefika. Wangu niko hemandika. Anaona Yesu rasidi. Joshua na wewe tunapenani. Hapo tunabura. Samurai. Benadi atonyuri yekengami. Lakini no kwa na majira rara motori. Ngora mama. Ndio kuna wachungaji. Basi Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mchungaji Bernard Kihega, chapo alihama kutoka kwa Kiharaka. Siku hizi niko pale Kihanja. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya safari ya ndugu yetu Bernard.
Unaona mchungaji unataka kutakunu munywa. Alikuwa anajua kuongea ikifika wakati wa kuuliza swali linalohusu maisha ya mwanadamu ama mambo ya wokovu. Tare kutakunu munywa angekufunulia vitabu, angekufundisha zile sehemu zote ambazo zinahusu mwanadamu mpaka ukajua hakika huyu ni mchungaji amenijibu. Tunasema safari yake Mungu anaijua. Amen. He was a strong man, energetic. He could travel so many places preaching the gospel. Angefanya kazi usiku na mchana. Kwa hivyo kama amemaliza kazi, tushukuru kwa kazi ambayo amemaliza kazi ya Mungu. Hatuna mashaka. Bwana asifiwe. Kuna Paulo anasema kwamba kazi nimeimaliza, mwendo nimeufanya. Bernard amefanya kazi nzuri, amelinda imani, amefanya kazi ya Mungu kwa bidii. Kwa hivyo sitakuwa na mambo mengi, niseme jina langu naitwa mchungaji Sami Gati, nafanya na ushirika wa Baptist kule Tumaini. Kwa majina naitwa Pastor David Moroga. Mchungaji Bernard ni rafiki yangu alikuwa, na tena mimi kwenda kanisani nilimtangulia, lakini pia yeye alikuwa wa kwanza kuwa mchungaji. Miaka ya 90 alianza kule Mtulio nikiwa mshirika chini yake. Baadaye alitumwa kwenda Kehanja mwaka wa 90, na pia nami nikawa nimehama Kehanja mwaka wa 96 chini yake, tukawa tunashirikiana. Baadaye na mimi nimekuja kupata huduma mwaka 97, tukawa tunashirikiana kwa huduma. Kwa kweli Bernard alikuwa ni mwalimu mzuri sana. Naitwa mchungaji Joseph Saimo, ni mchungaji wa kanisa la Maranatha Mturio. Mahali hapo tunamwabudu Mungu. Kufikia mahali hapa tumefika, jamani, ni kusema tu pole. Kifo ni kichungu, lakini tulikiruhusu tangu mwanzilishi wetu aliruhusu tuishi na kifo. Napenda kutoa pole zangu kwa familia kwa kuagwa na mpendwa. Pole zangu zingine natoa cha Mungu wafariji na watie nguvu. Ama kweli huyu mtumishi wa Mungu aliyelala ni mtumishi ambaye ni wa kipekee, ambaye alitumia muda wake mwingi zaidi kufanya kazi ya Mungu. Tukijiunga na shule ya Biblia, chuo cha theolojia pale Rongo, tulitoka hapa Tisinje tukiwa watu watatu. Mimi huyu Wycliffe Osita, huyu mtumishi wa Mungu aliyelala Bernard, na Nelson. Yeye ndio aliyekuwa akitutia nguvu. Tukimaliza ibada nikiwa kwa kanisa hili la Tisinje, tukimaliza ibada anahakikisha ametutafuta mpaka tuende tutafute usafiri wa kutoka hapa mpaka Rongo. Tunaenda tunajishughulikia pale. Hali ilikuwa ngumu, lakini kwa vyovyote vile Mungu alituwezesha tukamaliza mafundisho yale, na tukahitimu tukiwa watu watatu kutoka maeneo haya. Haijakoma hapo tu. Vile nilihama nikaenda Kilgoris kwa huduma ya Mungu, mtumishi huyu ambaye amelala siku ya leo alikuwa akifika Kilgoris, na anapofika Kilgoris ananipigia simu, aniambia Osita, nitakuja pande hiyo. Okay. Amefanya kazi ya Mungu kwa kujitolea.
na hata Mungu ameona, amefanya kazi hiyo, na hata kama amelala katika Kristo. Watu watatoka Kilgoris, mbegu aliyopanda Kilgoris ya TTI soul winning ilimea na ikaendelea. Kanisa la Mungu, haleluya. Biblia inasema nini katika kitabu cha Yeremia 31 ule mstari wa 15, 16, if I'm not wrong. Nasema, zuia sauti yako isilie, na macho yako yasitoe machozi. Kama uko na Biblia unaweza nisaidia kuangalia mahali pale. Kwa sababu hatujazoea kifo kama wanadamu. Hatujazoea kuona mmoja wetu ametuacha kwa njia moja ama nyingine. Hatujazoea, hata kama alikuwa amezeeka kiwango gani, hata kama alikuwa mdogo kiwango gani, hatujazoea kifo. Lakini furaha yetu ama nguvu zetu ni kwamba mtu anapolala ndani ya Kristo tunatumaini. Biblia inasema zuia, angalia kuanzia juu, nasema kilio kimesikika Rama. Kuna mama alikuwa anaitwa Raheli, alilia kwa sababu watoto wake wote waliaga na wakaisha. Lakini neno la Bwana likamjia mtumishi Yeremia kumwambia, nenda ukamwambie Rama, Raheli, kilio kimesikika Rama, enda ukamwambie azuie sauti yake isilie na macho yake yasitoe machozi, kwa sababu kuna tumaini kwa watoto wake. Nimukiria ya kareno numwaya gono kugamba pole ko bomboleza jibonswe kimukimukoka na kumukungura tigiro hamwe n'abana, ngambeka pole sana. Rino rene ndabika Zabuloni Mwita wachachoma Hangande, huduma kwa kanisa ya Full Gospel Church kuigogo na utoko wa Mungu. Niseme la mwisho, Bernard ana mapenzi na upendo na watu wote. Si kama kwenu huku make, si amezaliwa huku. Unajua si Biblia, mimi nimeshakataa maneno mengine kwenye Biblia kidogo, lakini sikatai kabisa, lakini nayapunguzia nguvu. Uweze kuniambia hivi eti nabii hapati heshima kwao, wanastahili kupata heshima kwao. Chapa makofi. Kama hautampa heshima, wewe ni wa ibilisi. Maki kazi anayofanya ni ya nani? Kama umpi heshima katika neno la Mungu, wewe ni wa ibilisi. Si wewe uliopa hapa, lakini kama kuna moyo huo ndio nauzungumzia. Kwa hiyo ndugu yangu kiongozi wa ibada hii, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya urafiki wangu na nani? Na Bernard. Na pili yake nimekuja kwa kuwa ni mtumishi mwenzangu tunayefanya naye huduma ya kazi ya Mungu kwa miaka hiyo kuanzia 2009 mpaka leo, si haba. Na hatujakosana na siamini kama tungekosana. Jambo tulilosema naye hapo kwa mara ya mwisho tukiwa na Reverend Marco ni kwamba ilikuwa kwamba aje nyumbani kwangu. Apange yeye na mke wake, mtongori mkubwa apange na mke wake, waje wapi? Nyumbani kwangu. Lakini mpango wa Mungu sio kama ya mwanadamu. Kwa hiyo Mungu amepanga, lakini bado kuna uwezekano. Si mchungaji yupo, tamchukua mke wake na mke wake wanakuja kwa fursa nafasi hii. Na hata wewe ukipenda, karibu Tanzania. Mungu awabariki sana.